Ni mabishano ya kisheria kati ya Tundu Antipas Lissu dhidi ya Jamhuri. Kama unavyojua, Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini, ambapo siku ya leo shauri hilo lilifika mahakama ya rufani baada ya maombi ya upande wa Jamhuri kuomba mapitio kuhusiana na pingamizi la Lissu ambalo lilipita, ambapo Lissu aliomba Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam kukataa ushahidi wa nyongeza, kitu ambacho upande wa Jamhuri kilidai hakikusikilizwa na shauri hilo kuamua kufanya maombi ya mapitio mahakama ya rufani, ambapo siku ya leo chini ya majaji watatu wa upande wa mahakama ya rufani wameweza kupitia hoja mbalimbali za Lissu, lakini za upande wa Jamhuri, ambapo upande wa mahakama umeahidi kutoa maamuzi na kuunganisha na mwanasheria wa Chadema akifafanua zaidi. Notice kwamba wamekata rufaa mahakama ya wamepeleka maombi ya mapitio mahakama ya rufaa. Sasa kesi hii imechukua, mwenyekiti ameweza kuonyesha wazi kabisa kwamba tokea tarehe 24 ya mwezi ule wa pili mwaka 2026 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku 139 ambazo yeye amekaa ndani. Kesi haijasikilizwa. Amesema kwamba ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kuweza kuipaki hii kesi, kwamba kuichelewesha tu wakati yeye anaendelea kuumia. Sasa alikuwa amewasilisha zuio pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadau hawaruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio, labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa, na kwa maana hiyo kuna hukumu au kuna uamuzi ambao unaamua moja kwa moja haki za wadau. Kilichotokea siku ile ilikuwa ni kwamba tu kipande cha ile notice ilikuwa imekataliwa na kesi itakiwa iendelee. Kwa hiyo kama wamekata pingamizi upande wa serikali wasema walikuwa sahihi, wao walikuwa wanapinga kwamba wanasema mahakama ilikwenda kuanza kujadili ule ushahidi na kwamba hawakusikilizwa kutokana na kujadili ushahidi. Mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kwamba amepitisha katika rekodi ile kuonyesha kwamba jinsi ambavyo mahakama ilitoa nafasi kwa pande zote mbili kusikilizwa, na kwa maana hiyo basi hilo dai la kusema kwamba kusikilizwa sio sahihi, na akaomba vile vile kwamba kutokana kwamba amekaa ndani kwa hiyo siku 139 basi mahakama itumie madaraka yake au mamlaka yake chini ya kifungu cha 367 cha sheria ya makosa ya jinai kuhakikisha kwamba anatenda haki, kesi zinakuwa na haraka, na atumie mfumo wa jinai kuweza kufanya nini, kumuumiza mtu au kutotenda haki. Sasa baada ya kusikilizwa pande zote hizo mbili, mahakama imesema kwamba itatoa uamuzi wake, inataka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi. Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini ikiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, ya kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina baada hapo, kwa sababu mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini, tayari kwa kuweza kusomewa. Asante.